Njoo basi tumalizane. Yes, kama kawaida niko kwa mchongo, niko mtaani kwangu ni Msoka. Niko na wadau wangu wawili hapa leo, tunataka tuwaulize maoni yao kuhusu timu mbili zinazocheza. Ni Jumatano leo zinacheza timu mbili kwa pamoja. Niko na wadau wangu. Bwana brother, mambo vipi? Fresh, ni aje bro? Safi. Kwa jina unaitwa nani kwa faida ya watazamaji? Naitwa Rock Master. Yes, niko na Rock Master. Bwana leo wewe ni mshabiki wa timu gani bwana? Mimi ni Young African. Yanga African. Unaiongelea vipi timu yako leo nyumbani? Aise, Yanga ninaiongelea vizuri kabisa na ninaipa 100%, 100%, yani namaanisha. Unamaanisha leo Azam analala? Yani Azam sio analala, anakaliwa, anapigwa nyingi. Shanisoma. Sawa. Kwa hiyo sasa alitoka kukufunga kwenye FA. Vipi, hii ni ligi kaka? Yani wanakwambiaje? Kufungwa sio solution. Shanisoma, tunaangalia tunagombania nini, ile ni NBC. Shanisoma. Sisi macho yetu yapo katika ligi. Shanisoma. Sisi tunaangalia ligi, tunaangalia muonekano. NBC ndio ni kombe kubwa, tukatai. Shanisoma, lakini ligi inaonekana hadi Uganda huko. Shanisoma. Kenya, East Africa kwa ujumla. Shanisoma. Hata wachezaji tutakuwa tunawauza kidesign hiyo kwenye ligi. Muona, NBC ndio ni kombe kubwa, ni la ndani. Muona, lakini kwenye NBC mimi na uhakika atoboi Azam, atoboi 100%, atoboi. Bwana ni Rock Master, maoni yake. Vipi wapinzani wako bwana? Wapinzani wameshaishiwa. Mimi naambia ni kweli, wapinzani wameshaishiwa. Wapinzani ningewaona kweli wana akili, huu ndio ulikuwa msimu wao wapinzani. Niulize kwa nini mtangazaji? Kwa sababu tuliwaburuza misimu minne iliyopita. Shanisoma. Kwa wenyewe walikuwa mtaani huko hawana cha kuongea. Umeona? Msimu huu usajili sisi kidogo tulikosea usajili. Walikuja watu ambao hatuja wategemea. Nadhani Yanga alikuwa kiingia chuma, akitoka chuma. Umeona, lakini sasa hivi usajili wa hapa kidogo tumekosea, lakini nilimani ukoseaji wetu sisi. Shanisoma, nilijua na wao watatumia gap ile ya kufanyaje ya kupata ushindi, lakini mwisho wa siku hamna kitu. Umeona, ina maana wapinzani, yani naonea sana huruma, kwa sababu wapinzani msimu huu kama wakikosa ubingwa mpaka Mama Samia atoke madarakani. Hivi unajua gap ni pointi mbili tu Pointi mbili sio solution. Na unajua huko na nani na FA umefanya nini, si ndio? Naelewa kabisa. Naona kwambiaje Azam. Yani leo hii ndugu mtangazaji, mimi nyumbani pale nina matetea wawili. Umeona? Sikufichi. Nikifungwa leo, njoo chukua wale matetea wawili. Kameramani watakufungu leo akifungwa na matetea hawa wawili pale. Daruri na matetea hapa kama akifungwa. Niko na mdau mwingine pia jirani yake hapa. Bwana brother, mambo vipi? Wewe sijui ni mshabiki wa timu gani? Kwa jina unaitwa nani? Musa Balwani. Umemsikia lakini mshabiki mwenzio hapa? Mimi pia namsikiza vizuri kwa sababu huyu mpaka sasa hivi umeweka training kwamba ni mke wetu akili. Yaani wetu wa kwanza kivipi? Wewe uiongee vizuri. Alikuwa wetu wa kwanza. Sasa hivi tumeweka training kidogo. Wetu wa kwanza. Sisi tumeweka sawa. Yaani unamaanisha kwamba mke wa kwanza Azam, wa pili Yanga. Yaishiwa. Umeshaishiwa. Sasa hivi mke wa kwanza anasimama hasa. Bana hatuwezi kumsimamisha Yanga. Kwa sababu amemfunga mke wa pili. Wanachokipata leo hatu alafu nashangaa toka alipopigwa juzi kati hapa. Tuone kabisa jezi zao kivaa, maana kwa pana tamba kweli mtaani. Wameficha ndani. Nashindwa kuelewa. Huyu unasikia ndugu mtangazaji? Huyu unaonaje kuficha jezi? Huyu sio jezi. Hawa matumaini yao walikuwa wanategemea tungeshinda juzi. Yaani wenyewe ndio walikuwa waje kutuaibisha, watupige, yani kama zile 5 tulizowapiga wao. Kwa hiyo sisi baada ya kupoteza juzi, wao hawana cha kuongea. Kwa hiyo huyu hapa ameishiwa, huyu ameishiwa, hana jipya. Kwa hiyo unataka kukubaliana naye kwamba mliwakimbia? Hatujakimbia. Ni mmoja, ndio maana nasema ya mpira uende na matokeo yako. Umeona? Kuna kufungwa na kushinda na suluhu. Shanisoma. Umeona? Kuna kufungwa na suluhu. Sasa kwa hiyo huyu mpaka sasa hivi ameishiwa maneno. Ina maana
Sikufichi ndugu mtangazaji, nakwambia sisi tunachukua ligi na tunachukua ligi, nakwambia kwa ligi tunachukua. Ndugu mtangazaji, nisikiza kwanza kitu kimoja. Unajua kwanza angalia kwanza leo kila bili yake. Sawa. Ile golikipa wa Simba kwanza mazoezi yake ya kwanza kabisa kwanza mazoezi yake yani anakamata samaki baharini. Anachukuliwa anakiwa baharini anakamata samaki na mikono. Ushanielewa? Hadi sio mchezo vile. Anakamata samaki. Yaani anakamata samaki na mikono golikipa wewe kwa Simba. Ni hatari huyo kipa. Bwana, hiyo ni hatari sana, anadaka samaki baharini. Hayo ndio mazoezi. Hakuna mambo ya kudaka, anakamata samaki na mikono baharini. Hiyo unaionaje ya kudaka samaki baharini? Mimi hata simuelewi anachokiongea. Akielewi. Kwa nini? Yaani ni sawa umelala saa 7 unaota ndoto una mihela. Chanisoma kati ndoto za mchana sio ndoto, ni uongo. Chanisa unaweza kuwa umefanya kazi ngumu. Unajua kwanza kuna kitu kimoja. Kama huyu anaota ndoto, au ndoto za huyu anaonekana kafanya kazi ngumu. Mimi ndoto ninapojua ukifanya kazi ngumu sana lazima uote ndoto za uongo. Ndio huyu anachokiota huyu. Uongo. Yaani kashaishiwa. Na hilo kombe lenyewe la NBC. Sikufichi anachezea mbele ya Azam. Wewe sinakupa matetea wawili. Mimi huyu nampandama, kuna ndama mdogo yupo kijini, nampandisha namleta nampandama huyu. Ngoja kwanza nimuongezeke. Hebu muongezeke. Kwanza Dibatezi kwanza wale Chama umemuona kitu kimoja anachokifanya. Sasa hivi Chama ameongezewa mguu wa 3. Sio tena miguu miwili. Chama ana miguu hiyo mitatu. Sawa. Ana mguu wa kwanza kulia, ana mguu wa pili wa kushoto, na ana mguu mwingine wa tatu ambao mguu mjomba ukipigwa nao, yaani yule kipa mwenye akipigwa mpira mpira unazunguka bila kuona. Alafu vile kusahau kwamba yaani wanajisaulisha. Unaelewa? Yanga cha kwanza wale wataalamu kwa timu ambao wanakutana leo, sawa, wasio wanalopoka bila sawa. Laiti kama Ngopo ana akili timamu angekuwa muelewa na asingeongea korodi nyingi sio kwa na msingi. So but huyu ana discussion zake ambazo sizo kuwa za kweli, anajipa moyo. Alafu leo utakupata pressure. Nawashukuru sana. Bwana kameramani wangu nawashukuru sana, ni wadau wangu wa nguvu kweli kweli, wametupa maoni yao makali kweli kweli. Ngoja tutakutana tena na wadau wengine. Nakushukuru sana kameramani wangu popote ulipo.